Hi my good people, I'm Murenge Clara and welcome to the Memories Media. In case you are new here, kindly don't forget to subscribe, like, share and comment. And for the returning subscribers, thank you so much guys for tuning in once again to support what we do. Today we are on the 4th day among the 16 days of activism, and we are celebrating here at Kibaoni Social Hall. With me, I have one of the members that are really on the front line advocating for zero gender-based violence. Sasa kabla niendelee, wacha nimpe nafasi aweze kujitambulisha alafu tuendelea. Karibu. Asante sana Clarice. Kwa majina naitwa Mercy Manga, afisa wa Gender and Youth kutoka ofisi zile za County Government under Department of Gender, Social Services, Youth, Sports, Special Programs and Disaster Management. Na katika washpa wa leo tunashukuru sana kwa ajili ya kueneza tukiwaelezea sana community about the GBV, as in we fight against the GBV in Kilifi County. Kwa hivyo siku ya leo ikiwa ni siku ya 4, ikiwa ile Tuesday ama Jumanne tulipowakilisha ama launch officially these 16 days of activism, sehemu zile za Godoma Technical Training Institute, pande zile za Ganze Sub-County, Sokoke Ward. Tunashukuru sana for all the stakeholders walipopata kukusanyika mahali pale na tukawakilisha vizuri siku ile. Na siku ile ya Jumatatu, Wednesday, Thursday na leo ni Friday, tunashukuru sana. Tumefikia pia kwa siku ya leo sehemu hizi za Kibaoni Social Hall kuendeleza zaidi the zero GBV in Kilifi County. So in this 4th day, a theme of this day, every child in Kilifi County deserves a safe digital space. Na tukiongelea hivyo tunaangalia sana mambo na mitandao. Tukiangalia watoto wa siku hizi, watoto wa sahi ama tuseme the generation, tunaita sana generation Gen Z. The Gen Z wanatumia sana simu. Na hata katika simu unapata kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kupitia digital. Unaweza pata elimu, unaweza pata kufanya shopping pale, unaweza pata awareness pia za mambo na GBV na mambo mengine pia zaidi. Hii dhulma ya kijinsia si physical peke yake, si domestic, as in domestic iko ndani ya physical, si economic violence peke yake, na si sexual violence peke yake, ila kuna digital ama tutaisema ni technology facilitated gender based violence iko. Na sahi hiyo ndo ina trend sana katika eneo letu lote la dunia nzima. Na ukipata na wengi sasa hawajui kuhusu mambo na teknolojia sahi, ni vizuri sana kama washirika ama tuseme ni mashirika mbalimbali tujue zaidi na kuhamasisha zaidi wananchi wetu kuhusu hii mitandao na ni jinsi gani wanaweza kuwa safe ama kuwa katika sehemu ambayo ni ya usawa kabisa ya kujilinda dhidi na dhulma hizi za kijinsia. Asante sana Mercy. Na labda nikiuliza kwa hizi siku 4 ambazo tumeweza ililaunchiwa pale Tuesday na today being the 4th day, ukiangalia kwa mtazamo wako, je, kuna hatua ambayo tumepiga ama unaonaje, ama what is the impact ama the numbers ambazo tumeweza kupata sasa hivi? Asante sana. Ninashukuru tena sana pia kwa the stakeholders ama mashirika zaidi hapa Kilifi County na pia kule kufanya kazi zaidi na watu wa ugatuzi ambayo ni county government, kuna national government. Tumeingiliana usawa zaidi kufight this fight against the GBV in Kilifi. Kwa hivyo tumepiga hatua kubwa. Tukisema kama ni mambo na kupigana katika vita ama dhidi ya dhulma za kijinsia, hauwezi fanya kitu hiki ama kufanya uhamasa peke yako. Kama tuseme ugatuzi eti wasimame kivyao kufanya uhamasisho katika community ama katika eneo kubwa kwa pamoja kivyao. Ni lazima tupate ule ushiriki pamoja, yani tushiriki pamoja na mashirika tofauti ambayo tumeona leo amejitokeza pia katika eneo hili la Kibaoni Social Hall. Kwa hivyo tumepata pia, tukisikia nikisema hivyo tuko na namba, lakini siwezi sema kwa hakika zaidi ni namba ngapi, lakini
ninaamini na tunazidi kupiga hatua, maana kuna success stories from our youths, from our men, from our women, from our disabled persons. Wanajitokeza na wanasema kuwa kupitia ile information ambayo tunaipeleka, hata kama ni kidogo lakini inawasaidia. Na katika jamii hizi zetu za ndani katika community kule chini unapata kuwa hizi domestic violence zimeanza kupungua, ama tuseme katika lile boma unaweza ona baba, mama, watoto wanaanza kuishi vizuri, kando na vile nyumbani Kilifi County ilikuwa. Sasa kuna a step ambayo tumepiga kama washirika pamoja katika Kilifi County. So thank you so much for your time, and we are behind you. Continue doing the great job that you are doing, and I think together we grow. So thank you so much. Asante sana. Viva women, viva! Viva! Viva women, viva! Viva! Viva women, viva! Viva! Tumeweza pia kutupatana na director wa Young Life. Hili ni shirika ambalo lina husika sana na kuelimisha youth. Na when we talk about technology, youths are the most people ambao wanatumia mitandao. Wacha kwanza ajitambulisha, alafu tutaendelea kutoka hapo. Karibu. What's your name? Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Moses Baya. Nikiwa ni director wa Young Life Organization hapa Kilifi. Okay. Yeah. Okay, now today is the 4th day of among the 16 days of activism. Exactly. What does it mean to Young Life? Young Life hususana kazi yetu sana ni kufikia young teenagers, kuweza kuintroduce into Christ, kwa sababu it's a faith based organization. Hiyo ndio kazi yetu kubwa, na katika hali kama hiyo pia tunazama ndani kabisa kuangalia kuona ya kwamba dhuluma za watoto wadogo, kama dhuluma za wasichana, kama dhuluma pia za wavulana isiwe zinawapata. Kwa hivyo kama Young Life naona ni kitu ambacho kinatuhusu kabisa kuweza kuona ya kwamba tunahamasisha wasichana, tunahamasisha wavulana, ili kwamba wanapopatana na dhuluma zozote za kijinsia waweze kwenda kwa mahali ambapo watajua ni wapi wana report, na sisi kama Young Life tunakuja kuona ya kwamba tunawasaidia namna gani, pengine kuweza kuadvise katika hali nzuri, haswa kama hususa kwa huu msimu wa likizo, ama iwapo mtoto amepatwa na jambo kama hilo, tunajaribu kumuonyesha ni ofisi gani anafaa kuingia ili aweze kusaidika na akaweze kwenda kwa mahali pazuri. Okay. Yes. You as Young Life, mbali na hizi siku 16 za kuidhinisha ama kuhamasisha jamii kuhusu dhulma, do you have programs that you do zenye zinaambatana na masuala ya dhulma? Sisi kama Young Life tuko na sana huwa we deal with the 5 C's of Young Life, ambazo moja yapo ikiwa ni ile contact work, tuna reach out kwa hawa vijana, then tunawakaribisha. Hiyo ni contact work, ni ya kwanza. Ya pili tunawakaribisha katika club, hiyo ni ya pili. Ya tatu tuko na kitu kinaitwa camp, alafu tukishatoka camp kuna kitu kinaitwa campaigner session. Hizi ni sessions ambazo kila juma tunakuwa nazo kwa hawa watoto, kuhakikisha kwamba we mentor them, we talk to them, at least waweze kufuata the right direction, ili kwamba wakawe watoto ambao watakuwa ni watoto ambao ni wa manufaa katika community na hata kwa wazazi wao. So we normally have weekly sessions with them. We normally have some clubs with them every Sunday. Tunakuwa na beach clubs every Thursday, tuko Kibaoni Primary School, na iwapo shule kama zimefunguliwa huwa tunakuwa pia na sessions katika shule kuzidi kuwahamasisha zaidi, ili kwamba mambo kama haya dhuluma za kijinsia isiweze kwenda kuwapata hawa watoto. Okay. Yes. Last, what message do you have kwa wazazi na kwa wale washikadau ama stakeholders ambao wanafanya hii hamasa ya dhuluma za kijinsia? Jambo la kwanza, hamasa hii ni muhimu sana, lakini ningeomba mimi mwenyewe binafsi kama director wa Young Life na kama kiongozi wa hapa Kilifi na kama kijana, naona ni muhimu sana haswa wazazi pia wakaweze kwenda kuhamasishwa,
ili unajua elimu inapoanza kwa mzazi na kuja kwa mtoto inakuwa na nguvu zaidi kuliko ile sasa unaipelekea mtoto, mzazi mwenyewe hawezi akajua kwamba mambo yanaenda namna gani, kwa sababu haya mambo mengine yanasababishwa na wazazi. Wazazi wengine wanaachia simu watoto wao, watoto wanatumia zile simu kwa kuingia katika mitandao kuangalia vitu vibaya, wengine hata kufanya kuchat na wavulana na kufanya vitu ambavyo sivyo, unaona. Na pia wazazi wengine wanasababisha, kwa sababu utapata mzazi pengine yuko na mtoto ambaye pengine he's a stepfather or stepmother. Unapata huyu mzazi anakuwa na hali ambayo sasa anamlazimisha ule mtoto kufanya ngono naye. Kwa hivyo ningeomba ya kwamba as much as we are trying ya kwamba kuhamasisha hawa watoto, pia katika hii 16 days of activism tukue na hali na mpango mzuri ya kwamba tunaweza tukawafikia hawa wazazi, hata kama ni kuandaa session na wao ili tukawahamasishe zaidi. Thank you so much for your time. We are behind you, and thank you for the great job that you are doing at Young Life, and we hope that in future we are going to have a better generation. Thank you so much, and that's the end of this session. Tumpigie makofi Madam Belinda akiondoka. Tumpigie mama hapa akiondoka. Madam Asha tumpigie. Madam Rehema Somo, jina hili la huruma lakini kali. My brother Baraka Ahasa, and our best moderator of the day. Makofi kwake. Wow. Simekuwa session poa. Kuna leo tumesema kitu, si ndio? That's great. Oh,